Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa wakati huu tena, tunaenda kujifunza somo zuri kabisa, somo la ndoa. Tunakuomba Yesu katusaidie, na msikilizaji anayetusikia tunaomba kumsaidia. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi, amen. Kwa jina naitwa Esther David. Niwakaribisha katika kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa au kaya na familia. Somo lililopita tulikuwa tunaelezea juu ya vijana, namna wanapochukua hatua ya kuingia kwenye taasisi ya ndoa au ya familia. Kwa hiyo tuliwaeleza mambo kadha wa kadha ambayo kama vijana tunapaswa kuzingatia. Lakini leo tunaenda kuangalia mambo matatu ya msingi ambayo wanaume wanayapenda. Jambo la kwanza, wanaume wanapenda chakula kizuri. Lakini jambo la pili, wanaume wanapenda usafi. Jambo la tatu, wanaume wanapenda ndoa. Kwa hiyo hayo mambo matatu nitaenda kuelezea. Ndugu msikilizaji wa channel hii ya Sifaeli Sanga, unaposikiliza mambo kuwa makini. Ikiwezekana zima redio yako, kaa kwa umakini, sikiliza, ujue mambo ambayo wenzi wako, ujue familia ambayo wanayapenda. Nitaenda kuzungumzia kufafanua jambo la kwanza, ile ambayo wanaume wanapenda usafi. Mwanaume yoyote unayemuona dunia nzima, unayemuona mwanaume yoyote anapenda usafi. Hakuna mwanaume anayependa uchafu, anapenda usafi. Kwa nini mwanaume anapenda usafi? Kwa sababu usafi unaleta mvuto, lakini pia usafi unasogeza karibu, unaleta mvuto wa ndoa karibu. Lakini pia usafi unamfanya mwanaume asihame. Maana kuna wanaume wengine akiona mandhari ya pale nyumbani sio mazuri, anahamia mtaa wa pili. Sasa nataka nikuelekeze ndugu mwanafamilia, ndugu mwanandoa mwenzangu, hayo mambo matatu ambayo wanaume wanapenda. Usafi wanaume wanayapenda. Anapenda kumuona mwanamke akiwa msafi, akiwa amevaa vizuri, lakini akiwa amependeza. Lakini pia nataka nizungumze pia na mwanaume kwamba ili mke wako apendeze, ni lazima umpendezeshe. Kwa kumpendezesha mke wako ni wewe mwanaume. Kwa kumpendezesha mke wako ni wewe mwanaume. Lakini jambo lingine ni kwamba wanawake wengi wanadhani ya kwamba usafi mpaka uwe na nguo nyingi zijae mabegi 10 au ajaze kabati. Hapana. Unaweza kuwa na nguo 2 au unaweza kuwa na nguo 3 au 5, lakini ukaziweka kwenye hali ya usafi, unaonekana ni usafi. Kwa hiyo usafi sio mpaka uwe na nguo nyingi. Yaani mwanamke yule ambaye anadhani ya kwamba usafi mpaka uwe na nguo nyingi, hiyo ni tabia yake ya usafi. Lakini usafi ni mwanamke yote ambaye huwa na nguo 2, 5, lakini ukaziweka kwenye hali ya usafi, unakuwa ni usafi. Kwa hiyo wanaume wanapenda usafi. Anapenda kuona maandalizi ya chakula yakiwa masafi, hotipoti zilizoweka chakula zikiwa safi, lakini pia mandhari yako yakiwa safi. Kwa hiyo mwanaume yeyote dunia nzima, mahali popote unaposikia sauti hii ya channel Sifaeli Sanga, wanaume wanapenda usafi. Hakuna mwanaume asiyependa usafi. Lakini jambo la tatu, wanaume wanapenda chakula. Wanapenda chakula kitamu. Wanaume wote unaowaona na wanaume wote wanaonisikiliza wataungana na mimi. Wanaume wanapenda chakula kitamu, wanapenda kula vizuri. Na ndio maana pale nyumbani kama chakula kinachopikwa hakina mvuto au hakina muonekano, mwanaume anaenda kula kwenye migahawa, anaenda kula kwenye mahoteli. Kwa nini anaenda kula kwenye mahoteli? Kwa sababu anapenda chakula kitamu. Kule kwenye mahoteli wanapika vyakula vitamu vyenye mvuto, vyakula vizuri. Lakini pia kule kwenye migahawa wanapika chakula kitamu chenye mvuto, chenye harufu nzuri, chenye ladha nzuri. Kwa hiyo wanaume wanapenda chakula kitamu. Mwanaume yeyote anayesikia sauti hii anapenda kula chakula kitamu. Kwa hiyo sasa, wanafamilia au wanawake wenzangu, tujitahidi kupika chakula kitamu, chakula chenye mvuto, chakula chenye muonekano mzuri. Kwa hiyo kwenye swala la sekta ya upikaji, wanawake tujitahidi, pika kadiri ya ubunifu wako, pika kadiri Mungu atakavyokusaidia. Maana wanaume wanapenda chakula kitamu. Hakuna mwanaume anayependa chakula kibaya, anapenda chakula kizuri pale nyumbani. Lakini pia wanaume wanapenda kula washibe vizuri. Maana kuna wanawake wengine hawapendi kupika, yeye anapenda kuzungumza, hataki kupika. Kwa hiyo sasa wanawake sasa tunakumbusha kwamba tupike vizuri, lakini pia unapoandaa chakula cha kutosha, usiweke chakula kidogo. Wanaume kulingana
kulingana na kazi zao wanazozifanya, wanafanya kazi ngumu. Kwa hiyo anahitaji kula chakula kingi na chenye nguvu kulingana na kazi zake anazozifanya. Kwa hiyo wanawake wenzangu, mahali popote mnaposikia sauti hii, tuzingatie mambo haya matatu ambayo yatatusaidia kwenye familia zetu. Na haya mambo matatu yakikosekana kwenye familia, ndio sababu kubwa utakuta ndoa zimevunjika, utakuta mwanaume amehama sekta, ameenda sehemu nyingine, utakuta mwanamke amehama, ameenda sehemu nyingine, kwa sababu amekosa kupata huduma haya hizi tatu. Lakini jambo la tatu ambalo ni ndoa. Wanaume wanapenda ndoa, ndio maana asipopewa vizuri ile hitaji lake, utakuta anahama, utakuta ametoka nje, kwa sababu ile hitaji lake hajatimiziwa vizuri. Kwa hiyo sasa, wanafamilia, ninashauri wanafamilia, mnaposikia sauti hii kupitia channel ya Sifaeli Sanga kwenye sekta la swala la ndoa, tujitahidi, yani asiwepo mwanafamilia wa kupuuzia sekta hii. Na familia nyingi zinavunjika ni kwa sababu ya kukosekana kwa jambo hilo. Ni muhimu na ni mpango wa Mungu, sio mpango wa mwanadamu, ni mpango wa Mungu mwenyewe. Ndio maana aliweka ndoa, ndio maana aliweka watu wawili wa jinsia mbili. Kwa nini aliweka watu wawili wa jinsia mbili? Ili watimizane ile haja ya ndoa, ili kila mmoja amtimizie mwenzake vizuri. Kwa hiyo sasa tunashauri katika swala hili la familia, tunashauri ya kwamba mke amtimizie mume wake, lakini pia na mume naye amtimizie mke wake hitaji lake. Kwa hiyo ninaamini kabisa wanafamilia wote mnaposikia sauti, naamini mmeshaelewa, maana kila mmoja anayeingia kwenye familia ameona kwamba kuna jambo moja ambalo hajatimiziwa, kuna jambo ambalo amekosekana kwenye mwili wake, au kuna jambo ambalo limekosekana katika hitaji lake, na ndio maana anachukua mahali ya kutafuta mwenzi wa maisha. Kwa nini anafika mahali anatafuta mwenzi wa maisha? Kwa sababu kuna jambo ambalo limekosekana kwenye mwili wake. Kwa hiyo jambo hili ni ya muhimu, na kuna wanafamilia wengi utakuta anamkataa mwenzake, utakuta anamkatalia mwenzi wake. Hilo ni jambo baya, unamkosea mwenzi wako, unamkosea mume wako, au unamkosea mke wako. Kwa hiyo kila mwanafamilia kisha kwamba unamtimizia mwenzako hitaji lake. Mume mtimizie mke wako hitaji lake, lakini pia na mke pia hakikisha unamtimizia mume wako hitaji lake. Kwa hiyo haya mambo matatu ni mambo muhimu ambayo wanaume wanayapenda sana. Hakuna mwanaume asiyependa kutimiziwa haya mambo matatu. Wote tunapenda kutimiziwa haya mambo matatu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel hii ya Sifaeli Sanga, haya mambo matatu yatatusaidia kwenye familia zetu. Kila mmoja azingatie kwenye sekta, apite kwenye sekta yake. Mume hakikisha unapita sehemu yako, lakini pia na mke hakikisha unapita kwenye sehemu yako, ili familia zetu zisiende kugongana. Kwa hiyo mambo matatu haya yanatusaidia sana katika mvuto wa familia yetu, lakini pia yanasaidia sana kila mmoja awe na furaha. Haya mambo matatu mwanaume asipotimiziwa anakosa furaha, anakuwa hana furaha, lakini pia anaathirika kisaikolojia. Asipotimiziwa haya mambo matatu anaathirika kisaikolojia. Kwa mfano, kula migahawani kila siku, ale hotelini kila siku, jambo hili linamwathiri kisaikolojia. Ndio maana utakuta wanaume wengi wanadhoofika, utakuta afya yake inakuwa mgogoro, anadhoofika kwa sababu ameshindwa kutimiziwa haja yake. Utakuta haumwi, yuko tu, lakini kumbe kuna jambo ambalo kwenye mwili wake limekosekana. Kwa mfano, hili jambo la ndoa. Ndoa ni ya muhimu kwa kila mwanadamu, na ndio maana Mungu aliweka ndoa. Kwa hiyo sasa tunamzungumzia mwanaume. Asipotimiziwa hii haja, sasa mwanaume utakuta anadhoofika, utakuta anakuwa na afya ya mgogoro, anakuwa hana ile power, ile nguvu ambayo wanaume wote wanapaswa kuwa. Anakuwa hana muonekano, hata kivaa nguo haikai vizuri kwenye mwili wake. Kwa sababu gani? Lile hitaji lake ambalo Mungu alipanga alipate kutoka kwa mke wake hapati. Kwa hiyo utakuta sasa mtu huyu anakuwa ni mnyongonyevu, anakuwa hata akili yake haikai sawa, kwa sababu lile hitaji lake hajatimiziwa vizuri. Kwa hiyo sasa, ndugu mtazamaji wa channel ya Sifaeli Sanga, unaposikia sauti hii, tujitahidi, kila mmoja ajitahidi kuhakikisha kwamba unapambania, kuhakikisha kwamba kama wewe ni mwanamke, jitahidi kumpambania mume wako, hakikisha unampatia yale mahitaji yake matatu ambayo nimezungumza. Kila mmoja amtimizie mwenzake yale mahitaji matatu, ni muhimu. Haya, kwenye kula, mwanaume asipokula vizuri anakuwa hana muonekano. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu
inaleta mvuto mzuri kwa familia. Unakuwa hana muonekano mzuri, lakini anakuwa hata uzuri ule ambao Mungu amemuumbia unapungua, kwa sababu hajapata chakula kile ambacho kinatakiwa, hajapata chakula chenye virutubisho, hajapata chakula chenye nguvu, hajapata chakula kile ambacho kinamfanya awe na muonekano mzuri. Lakini pia ukija kwenye sekta ya usafi, kama nilivyoeleza kwamba mwanaume huyu anapaswa avae pia vizuri, afuliwe nguo zake vizuri. Lakini asipotekelezewa sasa katika jambo, asipovaa vizuri, mwanaume huyu anakuwa hana muonekano. Lakini pia anakuwa na hana muonekano hata kukaa kwenye kundi la wanaume wenzake. Anaangalia anakuta wanaume wenzake wana muonekano vizuri, wamevaa vizuri, wamependeza, lakini yeye hana muonekano kama wenzake. Kwa hiyo hili jambo pia linamwathiri, linamfanya aonekane kama yeye hana familia, kama yeye familia yake haimpatii hitaji vizuri, kama yeye yuko tofauti na wenzake. Kwa hiyo haya mambo haya wanaume wanaathirika haraka sana, tofauti na sisi wanawake. Sisi wanawake tunajichanganya kwa wanawake wote, tunacheka tunafanya, lakini mwanamke mwanaume mambo haya matatu asipotimizwa vizuri yanamharibu sana kisaikolojia. Yaani hata familia hawezi kaihudumia vizuri, maana ile nguvu sasa ameshindwa kuipata kwenye hayo mambo matatu, hajatimiziwa vizuri. Kwa hiyo mambo hayo ni ya muhimu na ni ya msingi, ni lazima tuzingatie kama wanafamilia au wanandoa, tuyazingatie mambo haya. Yatatusaidia, yatafanya ndoa zetu ziwe na furaha, ndoa zetu ziwe na amani, lakini pia yatafanya kuwa ndoa zetu kuwa na furaha, maana haya mambo matatu yanaleta furaha kwenye familia, yanaleta upendo pia, lakini pia yanaleta amani kila wakati, lakini pia yanaleta afya bora. Maana kati hayo mambo matatu niliyozungumza, mwanaume asipotimiziwa anakosa afya bora. Kwa hiyo akitimiziwa haya mambo matatu anakuwa na afya bora, anapata afya bora, anapata vitamini. Hata ukizungumzia kwenye jambo la ndoa, asipotimiziwa anakosa vitamini vile ambavyo anapaswa apate kwenye ndoa. Kwa hiyo asipotimiziwa kwenye hiyo jambo hilo, lazima kuna vitu fulani vitakosekana kwenye mwili wake. Atakuwa na hali sio salama, atakuwa na afya isiyo nzuri, atakuwa na afya ile sio na muonekano, yaani ule muonekano wa mwanaume hautakuwepo, kwa sababu amekosa vitu vile ambavyo anapaswa kupata. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa channel hii ya Safaeli Sanga, tujitahidi kuzingatia hayo mambo. Fanya kadri Roho Mungu atakapokusaidia, timiza hayo mambo matatu. Fanya hayo mambo matatu. Mfanyie mwanaume hayo mambo matatu. Mfanyie, lakini pia ogopa kabisa kuja kumfanyia mwenzio hayo mambo matatu. Ni vibaya na yanaleta adhari na yanaleta madhara makubwa, yanaleta sumu kwenye familia tusipotimiza hayo mambo matatu. Ndugu mtazamaji wa channel ya Safaeli Sanga, nadhani umenielewa hayo mambo matatu ambayo nimeeleza. Kwa hiyo basi mimi niombe kwamba Mungu akusaidie ili hatimaye ukapate kufanya kadiri ya Roho wa Mungu atakapokusaidia kutimiza hayo mambo matatu ambayo mwanaume anayapenda. Hayo mambo matatu mwanaume anayapenda sana. Nadhani hata wanaume anayesikia sauti hii ataunga mkono kwamba hayo ndio mambo ambayo mwanaume anayapenda sana katika maisha yake. Usiwaone wanaume wanatembea huko barabara wamependeza, wamefanyia hayo mambo matatu na wanaume na wake zao. Kwa hiyo ninawapongeza wanawake ambao wanawafanyia waume zao hayo mambo matatu. Mungu awabariki sana. Lakini hata wale ambao sasa walikuwa hawajui, mkini alikuwa haelewi kwamba kumbe mwanaume alikuwa afanyiwa haya mambo matatu. Sasa leo nimekufungua macho, umeona, umetazama, umeona. Sasa nenda kafanye haya mambo matatu. Kafanya haya mambo matatu. Kayafanya kwa uaminifu kabisa. Anza jambo la kwanza, usafi. Kuwa msafi, zingatia usafi. Oga vizuri, vaa vizuri, vaa nguo yako vizuri, chana nywele zako vizuri, paka mafuta yako vizuri, sio mpaka mafuta ya gharama. Unajua watu wengi tukisema ya kwamba kuoga, wanadhani kupaka mafuta ya gharama kubwa. Kumbe kuoga ni kupaka tu mafuta yako vizuri, chana nywele zako vizuri, ni kuwa na muonekano mzuri kila wakati. Nimezungumza kwa sisi wakina mama ambaye tunayenyonyesha. Yaani hapo ndipo mahali ambapo pa kupambana kuwa na muonekano mzuri. Maana usipopambana vizuri hapo unaharibu kila kitu. Wanaume wanapenda sana usafi. Sana. Yaani anapenda sana kuona mke wake akiwa na muonekano mzuri. Ndugu mtazamaji, Mungu akubariki sana. Haya mambo matatu yatakusaidia sana, yatakusaidia katika maisha ya familia, katika maisha ya ndoa, yatakusaidia sana. Kwa hiyo kajaribu haya mambo matatu niliyoyasema, kayajaribu na uyatende sasa. Anza jambo la kwanza,
anza jambo la tatu, anza jambo la pili. Mungu atakusaidia. Dhamiria kwamba nataka nifanye mambo matatu ambayo mume wangu wanaume wanapenda, nataka nijaribu niyafanye. Nenda kajaribu na Mungu atakusaidia pale ambapo utazingatia. Maana ulikuwa hujui, na sasa leo ulikuwa umefumba macho, ulikuwa kipofu uoni, na sasa leo umefunguliwa macho, sasa umeshaona sasa, kwa sababu Mungu amekusaidia. Leo nimekufungua macho, umetazama, umeona. Nenda sasa kafanya. Anza jambo moja baada ya nyingine. Anza jambo la usafi, anza jambo la kupika vizuri, anza timiza haja ile ya ndoa kwa baba. Hayo mambo basi yafanye kwa uaminifu na Mungu atakusaidia. Ndugu mtazamaji, Mungu akubariki sana. Kwa tunaposikia sauti hii kwenye channel ya Sifaeli Sanga, fuata haya mambo matatu na Mungu atakubariki. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba mtakatifu uketie mbinguni, tunakushukuru sana kutupatia nafasi hii ya kujifunza yale mambo matatu ambayo wanafamilia wengi tunayapuuza. Na sasa leo Yesu umetusaidia, umetufungua macho ili tujifunze haya mambo matatu ambayo waume zetu wanayapenda. Tunaomba Yesu katusaidie tunapochukua hatua ya kuyatenda sasa, kwa kuhakikisha waume zetu tunawatimizia yale mambo matatu. Tunakuomba Yesu katusaidie. Tumeomba kwa jina la Yesu Mwokozi. Amina.